Thank you so very much our viewers from wherever you're watching from. Hapa ni kwa Mukaru TV. I am Kamau Mwangi. I'll be your host for today. I hope umekuwa na weekend poa. It's a very blessed Monday evening. Tumekuwa na weekend iko fiti. I hope yesterday ulienda church na service yenu ilikuwa fiti, mkapreachiwa fiti. Na by the way, kumekuwa na trend watu hawaendi church siku hizi. Walisema walitoka church, hawakuacha God, ni church waliacha. I don't know what your view is about that. But anyway, I hope ulienda church, na kama ulienda church ulitoa sadaka. Na watu wenye mwenangi church mnasema amkuacha God, mliacha church. Sadaka yenu sijui mnapelekanga wapi? Anyway, I'm not a pastor, I'm not advocating for kuadvocatea mapasi. But anyway, I don't know. Anyway, karibu sana kwenye show. I have a guest today. Mimi tulikuwa tunaongea na yeye mambo na mental health. Actually, it's a topic that is imekuwa so wanting. Umepata many people are going through a lot, and after going through a lot unapata they really need that watu wa kuongelesha. People are going through many stuff kwa hii life imekuwa ngumu. I hope mambo itaenda kuwa ikiwa tu sawa. Anyway, karibu sana to the show. Nikirejea na our guest today. Don't go too far. Urerorera Mukaru TV. Thank you so much and welcome back to the show. Tuko na our guest today na nimekwambia tutakuwa tunaongelea mambo ina deal na mental health, and I hope out of this discussion, out of this topic utapata kitu itakusaidia. Tunasemanga in as much as utapata kile kitu tutaongelea, at least get something yenye itakusaidia hapa kule with your life and all that is happening. Good evening. Yes, good evening. How are you? Asante sana. Karibu sana. Yes. Hapa kwa Mukaru Science. Yes. Nataka uangalie ile kamera. You say hi to our viewers. Waambie unaitwa nani, umetoka wapi, before we get into the show. Okay, thank you.
Mi naitwa Moses Kajafi. I'm a mental health practitioner. I'm a counseling psychologist. Nimefanya kazi ya counseling for over 7 years. Na nafurahia kupatiwa hii platform kukuja kuongea na mtazamaji na kumwambia more about mental health because saizi hiyo ndio the agenda sahi. Kila mtu anang'ang'ana venye anaweza make it in life. Maisha iko pressing. Reactions zetu za mili na akili ni tofauti and that's why nimekubali mwaliko wa kuja kuongea kuhusu mental health. Wow, that is nice. And actually, even before we get to that, nimeuliza swali na wase wengi wanasema they left church but they didn't leave God. And kulingana nawe kama psychologist, sijui what's your view about it? People these days watu waendi church bana. Wako tu pale home wanasema hizi tunapenda Mungu but story ya church zi. Okay, so not my view as a maybe as a professional but my personal view. Yeah, your personal view, because sasa tumeleta Mungu ndani. For me I can say it's okay for a person to do what they feel in our benefit sana. For example, imagine msee ameenda church but kwa hiyo church kitu yenye anafikiria ni Kenya atakula, anafikiria venye atalipa rent, ama msee badala aende afanye kazi already yenye imeshapatikana, yeye anafikiria kwanza kwenda church. Unapata msee amepray for 3 years, anaomba apate job ama anaomba apate hiyo breakthrough. Badala vitu ziende vizuri ndio zinaenda vibaya kabisa. So for me Kenya naweza sema to our listeners, it doesn't matter whether unaamini ama uamini, that is your choice. What is important for you to do, ama ile kitu ya maana ama ya muhimu kwako kufanya ni kuhakikisha umeenda ukafanya hiyo kitu unaombanga ifanyike. Hiyo Kenya unatakanga, what are the steps that you are taking to achieve it? Hiyo ndio kitu nadhani ya maana kwa mtazamaji wetu. Whether anaamini ama haamini, cha muhimu kabisa ni kuamka aende afanye. Kwa mfano Biblia inasema faith without action is dead. So sikuhubiri but mimi nadhani action iko na nguvu kuliko faith. So whether you believe na unaomba kila siku na ukose kuamka kuenda job, hautapata hiyo do. True. Na whether you believe unataka kuwa a great person and you're not putting steps, ujeka mikakati ya kukua that great person. So hata ukishinda ukiomba na ufanyi kitu kuhusu hilo jambo, then you will achieve nothing. So for me naweza sema action ndio the core thing hapa kwa kila kitu. For whatever you want to do, you want to start a business, you want to start a family, you are not doing well in relationships, action ya Kenya utafanya ndio ina carry your belief, ndio ina justify your faith. Thank you. All right, that is the personal view ya daktari siku ya leo. And pia hapo kwa comment section give me your view. Watu ni church hawapendi ama what is going on hapo kwa churches zetu? Anyway, karibu sana to the show. Na tumekuwa na mambo tukiingia kwa topic, people are high interest bwana. Ni mambo ya psychology hapo pia ama kunaenda aje? People are hugging trees a lot. Yeah. Ama ni bees. Okay, so it's a good thing that umeileta. So kila msee anataka kuhug mti after tufe na Muthoni ameifanya na akaifanya successfully. But there is something that I always tell my clients. We cannot all succeed using the same way. We are not, sisi hatujatengenezwa ama hatujaumbiwa njia moja tu sisi wote tupite. If mtu mwingine ata make it through education, mtu mwingine ata make it through talent, mtu mwingine ata make it through probably religion, na atafanya vizuri, na mtu mwingine atafanya maybe farming na afanye. So for me story ya Trufe na Muthoni ya kuhug tree naweza mcongratulate, alifanya fiti na ni kumaanisha ali inspire wase wengi of course. What I can say about it is kama unafikiria there's something you can do to make it,
look for your own way ya ku make it. If Trufena alifanya na akamanifest, saizi nasikia mara sijui amepewa trip ngapi, ako na 1 million mahali, na ili work vizuri kwake. It doesn't mean mimi nikifanya inafaa iwork hivyo, because sisi wote tuko na different energies, different inspirations, tuko na kila mtu direction yake tofauti yenye anafaa kutake na succeed nayo. So tuache kuangalia ile kitu yenye msee mwingine amefanya, alafu na sisi pia tunataka kufanya hiyo kitu sisi wote ndio tu succeed kama huyo mtu. So for example, if you open an M-Pesa na ufanye vizuri, na mimi niamue naona M-Pesa ndio inafanya vizuri, so niamue kufungua M-Pesa, I might fail miserably because path zetu, destiny zetu ni tofauti, na kila mtu ameumbwa kuachieve at a specific time. Hatuta achieve sisi wote the same time in the same way. Alright. Umeguzia kitu poa sana, imefanya hadi karibu nisikie kutoka kwa topic ya siku ya leo. Umesema kila mtu akona their specific time, and probably as a doctor, do you believe in luck or do you believe in the designated time? Do we work by luck or do we work by the designated time? For me, I don't believe in luck. There's nothing like luck. Kuna kabahati tu. Hakuna ati msi ameenda kaekelea alafu amekula 1 million, that is luck. You have to invest in everything yenye unataka. Let's say today I want to maybe to start a relationship, I want to marry, so I must first approach a girl. 2, nitume mistari, nimwambie venye na feel, venye nataka. 3, I propose. 4, I face the parents, nilipe mahari na ndio akue bibi yangu. So ni mikakati. Yeah, true. So if you want to achieve in your life, it is the steps, it is your determination, na hakuna kitu inaweza kuzuia as long as you are determined to do anything. Unless wewe mwenyewe ukuwe umejiimpozia self limits, uko na self limits, unasema mimi sijasoma siwezi fanya ile, ama mimi kwetu sisi tuko maskini, ama tuko vile, mimi siwezi achieve 1 2 3. Wewe ndio umejiwekea your limit, but you can achieve anything as long as you are determined to do it. You have a good plan, you've looked for support systems, wale wasawanyaza support vizuri na wakushikilie hadi uachieve hiyo kenye unataka. You can do it, you can make it. And I don't know kama hii pia pressure ya kuna kibahati fulani ndo is now falling people into depression and to get into those mental issues. And actually before we even get to that, how unajuanga aje uko na mental issue? Like how does it start? Unajua kuna mtu anakaanga tu hata labda wengine wetu huku Nairobi tuko na mental issues that we don't even know. Sure. Sisi wote we have a degree of mental illness, and at the same time we have a degree of mental health within us. So kimpango sisi wote tuko na kiwango cha hiyo ugonjwa wa akili ama mawazo, na kwa kiwango fulani pia tuko sawa. So mental health, tukitaja mental health inamaanisha venye unafikirianga, tabia yako, na self control yako. So sometimes kwa maisha utapata uko na self control, na saa zingine unapata hauna. For example, let's say umepata kitu imekupress, umefinywa na maisha, unapata stress. So itabaki nimesema stress ni nini. Najua watu wanafikiria is just an emotion. So stress ni body's reaction, a body's reaction towards hizo times zenye umepewa pressure na maisha. Umesukumwa na vitu, umesukumwa na madeni, umesukumwa na demands za life zenye, umesukumwa na deadline, na hizo vitu huwezi kuziachieve at that particular moment. So hiyo mawazo mingi yenye unapata, running mind, hiyo emotion ya worry, too much worry, exhaustion, unafeel umechoka, hujui ufanye nini, hiyo ndo tunaita stress. So stress is not like the ability not to solve, it is the thing that is leading you to what you are not solving. It's a body reaction. It's a body reaction because probably umekuwa under pressure. So how you react. So how the body is reacting is what we call stress. Yes. Hey, wow. Hiyo ndio stress. So utapata kuna msee mwingine
the reaction itakuwa ama ni body acha tuseme response, your mental response towards that pressure moment. Umefinywa na maisha, so inabaki uwezi jimaintain. Mawazo imekuwa mingi, unashindwa utafanya nini, unajali, unaenda kwa despair, unajiuliza hii sasa niko na idea nitafanya nini, au na solution. So unaingia kwa kitu tunaita negative self talk. Kwani mimi nimelaaniwa? Mungu kwa nini mimi? Mimi kwa nini siwezi? Hapo ni unaanza kufikiria kwani nilirogwa ama kuna mtu ananiendea vibaya. Very good. But you see hiyo inakuja aje? Hiyo ndio uingie kwa negative self talk, uone kwani mimi ni mjinga aje. Kwanza si unajua si vijana si ukompare. Unaona ma classmate wanaendesha magari, wamejenga manyumba, unasikia fulani yako US, ukiangalia media yake yako fiti, na vitu kama hizo. So ndio ufike kwa hiyo hali ya kujichukia, kujiongea vibaya, kuquestion your existence. Unataka sasa hata ukufe, unataka kucommit suicide. Ni kwa sababu umefinywa, uko under pressure. So the response yenye inakuja ni hiyo. So that is what we call stress. Alright. Na niulize, stress, kuna depression, which comes first? So stress inakam ya kwanza. So stress ni response ya mwili. Na sisi wote kila siku tuna experience stress. So kuna stress fiti. Kuna stress inakuanga poa. Iko fiti, inakufanya una achieve every day. Hiyo yenye inakufanya uamke leo kuje job. Upeleke mtoi school fees, unatafuta hiyo school fees, unatafuta hiyo rent. That is good stress. Hiyo inaitwa eustress. Me stress. Eustress. Eustress. Yes. So iko sawa, inakusaidia. Eustress is all about you. It's all about me. Okay. Na inasaidia an individual to wake up and be up to the task. Kila siku uko na stress, nisipoamka kesho sijui tutakula nini. So unaamka. Na kama una hiyo eustress, utakuwa binguni basi. Utakuwa umededi. Wallahi. So na hiyo iko sawa. So in a nutshell ni kusema every normal person has stress every day. Every day. So watu wanasemanga wanakaa maisha stress free, wanatudanganya. Hakuna mtu anakaa maisha stress free. So hiyo kiwango ya stress ndio inafanya wase wana exist. And how do you differentiate between ile stress mbaya na stress mzuri? So there is also another one, distress. Distress. Stress and distress. Kuna distress sasa. That is another type of stress. So hapo kwa distress unapata msee appetite imechange. It's either ni msee alikuwa anakula sahani moja ya food, ameanza kukula sahani 3. Kuna watu wako hivyo. Amepata stress, so ana dishi, anaongeza weight. Unacheki msee alikuwa ame lose weight, unacheki ameongeza weight. Distress, hapo kwa distress unacheki msee ako na mawazo, ako na kalamu, lakini anatafuta, lakini ameshika. Sijui kama umejipata kwa hali kama hiyo. So imeanza kuwa serious. Umeweka kitu pale na ukasahau, so ukaenda kuitafuta home. Wait, hold on hapo. Distress ni ati nimeweka hiki kikombe hapa, nimesahau ilikuwa hapa, na mimi nimeiweka tu like seconds ago. So that is a higher level of stress. So you have something in your hand, but you are looking at it. Unaenda kuvuka barabara, you are not keen kuangalia ile side na hii side. Unaenda kama umevuka. Unaenda tu kama umeenda. That is serious. Alright. That is very serious. So that is another level of stress. Haya, na itakuwaje? Nitaanza kurealize aje hii yangu si stress, hii ni distress, and wherever it is headed ni a wrong direction. Very good. Wakati utaanza ku experience the symptoms zenye nimesema. At the moment umeanza kuona ati uko na kitu kwa mkono na unaitafuta. You are so much worried about your life. You are talking negatively about yourself. Wewe mwenyewe hapo unaanza kujua umeanza kwenda kule kunoma. Yes. So umekaribia depression ukiwa hapo kwa distress. Na distress, how is distress converted to depression? So prolonged not seeking for help. Sisi ni Africans.
And one thing about Africans ni ati hatuja embrace counseling. Na tutaki kwenda kuambia msee napitia hii na hii. So msee ana prefer kuteseka na shida yenye yako nayo anyamaze, especially men. Heri wanawake upiga udaku huko hivyo, wanaambiana na wana release. But sisi kama Africans we don't really express our feelings, we don't express our emotions. Huwa tunazificha, tunazifinya na inakuwa ina prolong. Unapata ulikuwa na stress yenye ungeenda useek for help, utafute msee akusaidie, whether it's a therapist, a counselor or msee mwenye unaweza ongea naye, a friend, a teacher, msee yote mwenye unajua unaweza bonga naye freely. If that stress is not addressed, hujui nini. Hata kuna watu wengi wajuangi nini na wa stress. You can know what is stressing you actually. Ni kuchukua tu kitabu na kalamu na kukaa chini. Kwa nini niko hivi? Niko na deni. Kwa nini niko hivi? Sina job. Kwa nini niko hivi? Sina rent. Kwa nini niko hivi? Sina school. So you can be able even to write your stresses before ikuwe too late. So ikisha kuwa prolonged, hujatafuta help, hapa sasa mahali penye unaanza kuexperience hizi symptoms, hiyo lazima utagongwa na depression. Itaenda ikue. So depression is a higher level of stress yenye you don't have awareness sometimes, and it's beyond you sasa. It's a medical case actually. Oh, yes. All right. So tumetoka kwa stress, unaingia distress, and if distress is not cured, you now get to depression. Yeah, kuna zingine hapo katikati, kuna kina burnouts. You have stress, maybe mostly inakuwa experienced by institutional workers na mastaff wa areas mingi. Unapata yes, ametoka kwa eustress, ameenda kwa distress, but because msee maisha yake iko centered kwa job mostly, so unaona una spend more time working na nini, so unapata msee ako na a lot of frustrations kwa job yake. Anaanza kudevelop ile tunaita defeatist. Anaona kila kitu ni ngumu, ameshindwa, haezi achieve. Maybe there's something they want to achieve in life, alafu anapata the employer haezi offer hiyo. So msee ako na kitu tunaita burnout. So hiyo burnout inakuanga ni also a level of stress yenye huyu msee sasa the only thing anaweza fanya ni kuvuruga wasee pale hivi job. Akiambiwa hivi shamu irritate na ana air out kama issue. Alright. So they are not able to concentrate in their work. And sasa ndio tunaenda tukiendanga. So unaona ilikuwa ni wewe kwa hiyo stress, kuja kwa distress, umeanza kuwa na issues na vitu unafanya daily. Imetoka hapo imeenda kwa burnout. So inaanza kuaffect job yako, relationships zako juu. Let's say me I'm your friend. Ni joke, maybe ikuwe ni dry joke. Na uko na burnout. So you'll perceive me as your threat, as an enemy. So itakuwa lazima tumekosana. So inaanza kuaffect relationship, inasonga hadi kwa inaenda kiendanga hivyo kwa depression. Yes. Wow, that is very serious. Actually si kwa fikiria stress inakuanga na stages hivyo, na kuna stress mzuri. Anyway guys, if you are there na vitu zinakusumbua, si ni vile utakula, utakunywa na utaenda shule, hiyo si stress baya. Stress iko fit, but now when it gets to distress, hapo kuna kaisho. And probably how can we prevent na to avoid kutoa stress kuipeleka the level of distress? So probably kila msi yako na the best way of dealing with stress is kila msi yako na goal. Kila msi yako anajua Kenya anataka kuachieve. Kila mtu ako na purpose. Na stress inaanzanga sasa zenye hiyo purpose inaonekana yezi kuwa achievable, si achievable. So the first thing yenye naweza sema to deal with stress, kwa ule mse mwenye ameangalia goal zake, jiulize kama kwanza ni achievable. Kama goal yako si achievable, ama kama una work towards goal yako, develop a working schedule. Hapo katikati kukuwe na ile time unafanya job yako. Hapo katikati kukuwe kuna ile time yenye una seek mental health guidance. Uko na leisure time, uko na time unafanya job yako, na una rest vizuri. Actually pastors wanasemanga, nimesikiza TV zingine, kuna pastor alikuwa anasema ukilala hiyo kitanda ndio imekufanya unakuwa maskini zaidi. Ukilala utakuwa maskini zaidi. But me here as a counselor, as a professional, ndaku advise sleeping is very important. Sleep
sick, lala tu. Lala tafadhali. Ile time yenye unaona unafaa ulale. A human being anafaa kulala at least up to 8 hours. 8 hours. At least up to 8 hours. Wakisema kutoka 6 iko sawa. Na maybe wenye tunalala tu. So unaona ukilala tu ukilala 2 hours na mwingine alale 8 hours. Sijui kama unacheki there's a difference in mental capabilities za hours wawili. So mwenye analala 8 hours ama 6 hours atakaa ni mvivu, alafu mwenye anajituma analala 2 hours anakaa ko active. But what is happening to the mind of this person mwenye analala 2 hours? Research have it that if you don't sleep and you expose your brain kwa so much activity, your brain start eating itself. So you start developing, na ku-reverse inaweza kuwa ngumu sana. Ku-reverse the brain kutolala ni ugonjwa kali sana. Ni noma sana. You need to sleep. Even the military wako na a schedule ya only 48 hours. Alafu analala. Wengine wana take up duties. Na ni wao wanaenda zile duties zenye ni za kukufa na nini. But so wako na schedule ya kudoze. So the first way of salvaging ama kuokoa mental health yako isiende kwa mental illness. Tulisema mental health ni how you react, your thoughts, your behavior. So kama uko na control ya what is happening in your life, you uko na control your emotion, uko na control ya your feelings, it means your mental health is good. But kama hauna control ya your emotions, your feelings, your behavior, zinaenda zina fall apart, vitu zina fall apart, it means you have mental illness. Alright. So mental illness is part of mental health. They are not separate things. So maybe to explain more ndo mtazamaji maybe atuelewe vizuri. If you look at a rainbow, so a rainbow has 7 colors. So leo unaweza ona kulingana na ile ango unaangalia vizuri, unaweza ona violet, hizo colors za rainbow. Kuna color fulani ndio utaona inaapia more. Na unaweza kwa ango nyingine color fulani ndio inaapia more. So that's how mental health iko. So unapata una struggle na hizi vitu zote ziko part and parcel of mental health. Stress, behavior, emotions na kila kitu. So wakati umeshindwa kucontrol your emotions, let's say uko na anger outburst, umeanza kulipukia watu na kupigana nao na kila kitu. So ile kitu itakuwa inaonekana kwako sana ni anger. So wase watakucheki, huyu msee anahitaji kusaidiwa, anahitaji mental support, unaona. Watu wanaona anafaa ende counseling or anafaa kuongeleshwa. But that is hiyo part ya anger ndio wase wanaona sana. Kuna mwingine depression ndio ita kick in. You see? Depression ndio ina kick in. So hiyo part ya depression ndio wase tena wanaona sana. So hizi zote ziko part of mental health. Alright. And si kumalizia how you can unaweza deal na stress because I think ziko but naweza sema mental health ni kama tu msi kama mimi unaona niko na weight kubwa so I can make it a resolution niseme nitakuwa nakimbia kila siku hadi ni lose weight. It's the same way na mtazamaji wetu ama our viewers unaweza decide my mental health iko hivi. So naweza iwakia hivi na hivi na hivi. So kukuwa na depression ama kukuwa na stress ama ujipate uko na any mental illness doesn't mean you are sick. It means you are human being and you are normal. Alright. Alright, thank you so much. Nataka tuende break kidogo. Tukiresume tutaanza sasa tumeguzia distress. I want us tukirudi tuongelee vile distress now turns to depression and how mimi mwenyewe nitajiangalia na nijue niko na depression. Umesema distress, nitajua nimeka Urerorera Mukaru TV.
Mukaru TV. Thank you so very much. We are back and I hope tunakupeleka vizuri na unafurahia and you're learning something. And actually this is a very nice show kwa watu wote, because I tend to believe a majority of us we are under distress. Tumelearn hizo levels. Stress is with everyone, but now when it comes to distress, a majority of us I know tuko nayo, and how realize uko nayo you don't even know. Anyway, from here show we are tumesimamiwa and we are sponsored by Mukaru Science Shop. Na Mukaru Science Shop nakwambianga they cater for your printing and branding works. Wewe uko pale uko na kazi yako nataka ijulikane, inataka ikuwe na stickers, ikuwe na banners, hiyo kazi yote wanafanya. Wako pale RNG Plaza second floor, wanafanyia kazi yote hapo. Unaweza pia wapigia, nitakupea namba yao ya simu, call them, they do deliveries, they do designing for you. So kama uko na idea ya bana unataka, uko na idea sticker unataka and you don't have the design, they'll do the designing for you. Tukirejea nitakuelezea more about Mukaru Science. So tumeongelelea distress, and I want now to understand how does now distress convert to depression. Na mtu anajuanga aje ako depression na mtu ako depressed, because unaweza pata labda hata mimi niko depressed ninacheka tu kuna sijui. Yeah. Most of the time watu wengi hawa realize wako depressed because when you are depressed unaweza amka asubuhi uoge na uende job. You have a deadline na beat your deadline but you are still depressed. So there are so many things zenye msi anaweza observe au juu yako na depression. For example, simple things, not zile vitu deep. Kwa mfano unaweza cheki msee ako na sweater kama 3 hivi, zile jacket kama za watu wa nduthi ama watu wa pikipiki venye wanavaanga hivyo. So unapata yeye si mtu wa pikipiki, si nini, but amevaa hivyo na kuna jua. Ako tu sawa. So unaona msee mbona afeel hiyo heat na nini? Yeye ana feel tu ako tu sawa akiwa amejifungia pale. Unaweza angalia isolation also. Unapata msee ameanza kujisolate na wasee. Anataka kukaa peke yake. Ana feel maybe wasee ni threat, sijui ana perceive kama threat ama something, like anaji-isolate. Anaji-isolate, anataka kukaa peke yake tu, anataka kuwa solo. Mali kuna gatherings za wasee ama social settings hataki kuwa pia, anakaa indoors. Au ndio unaanza kusema mimi nakuanga introvert, I don't like talking too much, I don't like crowds. No, there are categories of people. Kuna extroverts na kuna introverts, na kuna other sensitive types of people. Maybe mkiniita hapa naweza kuja nifafanue all these types. Kuna intuitive types. Kuna aina mingi za wasee, so ni vizuri we appreciate the introverts and extroverts. But isolation is different. Unapata huyu ni msee hata kama yeye ni introvert, akona levels zenye ana interact per day ama per month. Kuna venye ana interacting na wasee, hayuko completely isolated. Hata kama ako solo, they'll still do things with people. They will still serve people. Even if ni extrovert, ni introvert, bado utapatana. Kuna this level of interaction yenye ako nao na wasee every day ambao ni healthy. But kuna hii kujifungia, ameji-isolate. Something else yenye unaweza angalia kwa msee mwenye ako na depression ni self negligence. Unaweza cheki msee alikuwa very sensitive to hygiene, anaoga fiti, ana make sure kija ni safi, maybe mavazi bangerudia shati, imagine. But unapata sasa msee jua kona depression na ajui, sasa unapata mali anakaa ni kuchafu. Msee mwenyewe pia asipooga naona ni sawa, na alikuwa msee mwenye hawezi ruka siku kama joga. Ni msee mwenye nguo ni chafu, sasa naoni anazivaa tu na anafeel ako comfortable. Another thing ni hopelessness. Unacheki msee believe kitu yoyote inaweza happen positive kwa maisha yake. Msee anaona amefail, anajifeel like ako negative about himself. That is another thing ya kusikiza kwa msee akona depression. Another thing wanakuanga so let's call it self damnation. So ni msee anajikondem, anaweza kaa chini anajilani mwenyewe. Sema hai mimi nakuanga mjinga sana. Sitoboi. Unaona ameenda kwa hiyo negative self talk. Kuna hiyo
kuna hiyo negative self talk like umse lazima utasikia instances mingi mkiongea na yeye yeye aoni yeye anaweza fanya si kitu yeye anafilia si mtu na wengine ndio watu ni mse mwenye self worth yake haiko inaisha they don't have hata unaweza angalia mse kwa kuna hiki kitu mimi huangalia sana vijana naye unacheki kijana umekalia ile kitu ya mbele ya mathri alafu mse anakaa anakuambia kijana ni aje si utoke hapo ama donda anakuambia si utoke hapo huyu mse akae alafu saa kuna kuwa na kimse kibosi bosi hivi unatolewa hapo bosi bosi anakaa hapo wewe unarudishwa huku nyuma so for those wenye wanakubalingi it's yourself worth wewe ujitambui I'm not unaona you are not worth being there msendi yako worth more than you wengine wanafikirianga ni respect but si respect it's yourself worth hakuna so msi yako na depression pia self worth yake iko down na wase wanakuanga mostly hata wanatamani wa dedi so unaweza sikiza tu suicidal ideations anaongea akisema mi hata naweza taka tu mimi niishe utasikiza huyu msi anaenda kwa hiyo direction ya natamani ni dead na depression is not something yenye naweza advise mtazamaji wetu aseme let us take this person to a therapist. Ni vizuri anyway kuanzia kwa counselor because counselor ataweza kudiagnose na ajue na arify home safe for medication. But depression is a medical case. Home safe anafaa kupelekwa for treatment. We have a mental institution inaitwa Mathari Hospital. Unaweza mpeleka hapo, unaweza mpeleka Kenyatta or wherever. Mahali penye una feel anaweza enda atibiwe. So depression si kitu ya kuchezea, ni noma. Na before to get to the way of curing depression, niulize kuna mtu, is it possible kuna mtu anapatanga stress, anagoa na distress na inaisha kama hajui, kama haja noting kuna kitu kama hiyo imeendelea? Yes, it happens. Wase wengi because of the level of kuna wase self control yao iko juu na they work towards vitu zenye zinawasumbua hadi wana achieve. So unapata kama ulikuwa na stress imepungua, stresses zako umeenda ukiziaddress, tuseme like maybe ni income haikukua, umepata job, unaona that is inaenda chini. Kama ulikuwa kwa distress, ujui what to do, unasumbuka, mawazo mingi pale, ulali usiku, hauna appetite, ukuli, unaona unapata maybe that income yenyewe peke yake imesolve that level of stress, inaenda chini. So unapata umerudi kwa hii side nyingine kama hujaenda kwa depression but hukujua. Yeah, so actually many of us tuko hapo kwa distress, hata tuko kwa you stress. Tuko kwa ile level yenye tumebakisha kidogo tuende kwa depression because vitu ni mob na hatutaki kufanya zile vitu kidogo kidogo zenye tunafaa kufanya za kufanya tusiende kwa depression. Ama hatusik guidance, hatutafuti usaidizi ya what should we do. Let me niguze hapo kwa kutafuta usaidizi kidogo. In Africa, ama sisi kama Africans, tuna believe counseling ni ya wenda wazimu. Yeah, true. But mwenda wazimu ni mtu mwenye anafaa kwenda Mathare, atibiwe huko. Mwenda wazimu haezi express needs zake, haezi sema shida yake ni gani. Mwenda wazimu anabelieve ako sawa, na nyinyi wengine wote ndio mko sawa. So mwenda wazimu haezi enda counseling. So counseling ni ya the normal people. If you are there and you are normal, na una feel uko na stress, uko na vitu zinakusumbua, seek counseling because it's not for mad people or ya wenda wazimu. Nimetumia jina mad people as a professional, nafaa kusema for people with disorder, but nimetumia jina mad Julio ndo wase wanajua pale mtaani. Yeah, sure. For depression, tulikuwa kwa depression. Yeah. So lazima tu seek help. Seek help before uende. Lakini na before hata upate mtu amefika kwa depression, is there a way tunaweza kuwa na mtu, for example nimekaa niko na wife kwa hao na na go through such, is there a way mtu akiwa like si mimi niko nayo, I can know uko nayo na niweze kukusaidia, ama how can I tell mtu ako nayo na niweze kuna mtu ata realize ako nayo na afiche kabisa? Si possible umsiafiche kila kitu. Lazima utaona hizo vitu tulikuwa tunasema hapa, self negligence, hygiene, appetite,
negative self talk, suicidal ideas, lazima utaona something and you utajua umsi hayuko fiti ama unapata umsi yako irritated na vitu ndogo dogo haraka haraka, hayuko sawa, you will notice. And if it's not possible for you to notice, then angalia programs za umse. Ukiona zinaenda vibaya unajua ni kunoma, unaweza kosa kuona kwa mse, but program yake lazima itakuambia umse alikuwa anafanyanga hivi, siku hizi hafanyi. So another maybe reason why people don't seek for help sasa zenye wako na mental health problem is because we've been conditioned in school that counseling is for ni wale wase vitu ngumu peke yao ndo wanaendaga counseling. So ukiangalia for example tukiwa shule sisi high school, utapata majamaa wamepigana pale, alafu walimu wamekuja wameseparate hiyo vita, alafu majamaa wanapelekwa pale kwa ofisi, wanalalishwa chini, wanapigwa viboko, alafu unasikia maybe mwalimu mkuu ama deputy amekuja amesema vijana ni vitu ngumu sana, wanafaa waende counseling. What have we done to those two guys? So to instill in their mentality that also counseling is a form of punishment. So msi anadhani kwenda counseling ni pano. So wase wengi wameresist kwenda counseling today because ilikuanga ni form ya wase wabaya. Ilikuanga ni hiyo ni place ya wase wabaya, wase wenye wajielewi, ni place ya watu vitu ngumu. But I hope our listener anatusikiza vizuri. I'm not campaigning for counselors that muende counseling. What I'm saying, I'm debunking, naondoa na demystify hiyo thought that counseling ni ya wase wabaya. Counseling ni ya mse mwenye ako very upright morally, mse mwenye spiritually ako fiti. Spiritually si religion, so siseme nimekuja na mambo za religion. Mimi naongea kuhusu spirituality. If we practice fairness, justice and other things that go in line with that, you are spiritual. So utapata you are okay. Haya, wale watu huko tama pepa, tutasema yao ili ni kugraduate hadi ikafika hapo, ama unapata na msee kwa barabara for example anajiongelesha na ako serious manzi, anajiongelesha na kuna mtu anakombanisha kwa hiyo discussion. So kuna hiyo level ya wase wenye wanacheki pale kwa barabara wenye wanajiongelesha. That is another level of mental disorder. Inaitwa majority of them wako kitu tunaita schizophrenic. So wako na schizophrenia. Na one reason watu wanafikanga hapo kwa schizophrenia ni societal teaching na myths and misconceptions. For example, you have someone mwenye akona depression, so ameanza kujiongelesha, akona stress, ama mumeanza kunotice signs za umse ana hallucinate. Sometimes wase usikiza hadi sauti zenye wase normal atusikii. What do we think ama what do we say as a community? Tunaanza kusema hawa sio amerogwa. Kama ni mama fulani anaongeanga anajiongelesha, unasikia sio akisema umse ako na mapepo mingi sana, anafaa aende aombewe na prophet, asijui apelekwe wapi. Family unapata wametenga huyo mse, hawataki story yake because wana believe mse ni mapepo zinamfanya kuwe hivyo. So negligence inaingia. Family na neglect umse only because umse ana hallucinate. The moment unacheki mse anajiongelesha, it's simple. Umse ana hallucinate. Anaweza kuwa anasikia sauti zenye wewe usikii, ama anaweza kuwa anacheki wase wenye wewe waoni. Even to an extent wanasikianga harufu zenye wewe huwezi sikia. Na vitu zingine mingi zenye zina happen kwa mind yao. So wana convince na mind yao kama ni msemo nyako external, but it's what they are seeing themselves. So the negligence, kuachilia, kutowashika mkono, kutowatafutia medication ili turudishe hiyo hali ya kama ni depression ilikuwa inaendelea kudevelop, inaenda to another level. Wase wakisham neglect, sasa anaendaga kwa street, tunaona kwa street. They are only there because people don't know, hawana reality ya what is happening to that person. But those are sick people and they need our help. Alright.
Aya, how mtu amefika to that point ya depression, how can you help them get back? Kuna mtu amepata depression na yeye ndio utakona hiyo depression, but you guys feel it na hataki kwenda hosi, na unaona mnaweza mpeleka hosi ku even worse. So is there a way before we even talk to watu kupeleka watu hosi, is there a way as a person when you mko around na such a person mnaweza engage, ama wewe unote na amekuwa na hiyo denial, you start helping them in a recovery path? Yes. So anytime for us to work even with clients, the first thing ni ku accept our say, regardless of how they come to you, ama venye una relate now. So if you notice mse ako na depression na ako in denial, the first thing si kumwambia tu ati hey mse una suffer depression, hey mse una need help ama nini, no. The first step yenye mimi naweza suggest is to bring that person close. Using your own means, unaweza decide mse ana struggling in affair, wacha mimi nikuwe namlipia fare maybe kutoka job hadi kwenye anaenda. So you make them your friend. And then after being friendly to them, now you can initiate the next step, maybe ya kumwambia do you need help wapi na wapi, ama you need to go for counseling. Umekuwa ukifanya 1 2 3, but from a friendly point of view, if you just tell someone ako na depression or nini, the resistance yenye unaweza face inaweza kuwa normal, msi hata anaweza kufanya enemy. Yes. Alright. Kuna watu wenye nao wao kataa kwenda kwa hizo places za counseling place kama Mathare. How do you handle such people wenye like yeye amekataa kuongeleshwa na amekataa kuenda, anataka kukaa tu peke yake? So it's a tough call. Most of the time what we do, tunaweza tafuta therapist akuje kwenye hao wasee wako. Alternatively, sometimes kama it's extreme condition, msi ako violent, anaweza jumiza, ama anaweza hamu wasee around, then msi lazima aende cha nguvu. We force it to enforce, like ni kumsaidia, unamsaidia, you are not harming them, you are not doing that to inflict pain ama fear ama nini. So mnaweza mshika as families na mpeleke place yenye msi ataanza kusaidika, na akitoka hapo ata appreciate kuliko kumneglect alafu jamaa chukue kamba umpate alijihang. Yes. Alright, thank you so much. Tunasonga poa sana, and we are talking about mental health, which is a very nasty topic, that and a nasty thing that has been going on. Na tumerealize topic ya leo ni kitu moja tumelani, kila mtu ako na stress. What difference ya stress yako na yangu ni the level of stress, ama the category of stress yenye uko nayo. Na kama unatujoin sahi, you can just scroll back, utaona what we've discussed, and I hope kwa hii discussion you'll come up and you'll come out with something. Turudi tu pale mwanzo kwa distress, and probably how can we avoid kufika point tumeanza kuwa na distress ndio iende imegraduate? How can we really avoid? For me again, mind ya mse imeundwa in a very special way. If you expose it to some things inaenda vibaya, if you do certain things inaenda fiti, na wewe ina recover mbio. Na pia hiyo iko na its own defense mechanisms. So one thing yenye naweza sema is, if you know you are struggling with anything or you are struggling with something, if you notice, ama wasi wakikwambia msee jana ulikuwa tafuta tenje na iko kwa mfuko, and they are laughing off about it, the first thing you can do is seek for help. Go for counseling. Si lazima iwe counseling juu nilikuwa najaribu kudebunk what people believe about counseling. Nitaendelea kudebunk polepole tukiendelea kuongea, but look for help. Another thing, if you have quite a number of issues zenye una tackle, maybe you are tackling a certain goal, inataka ukue meeting Nairobi, unafaa utoke meeting Nairobi, unafaa uende uone clients sijui na Nyuki, utoke na Nyuki ukuje Kawangware, utoke Kawangware uende Ngong hivyo. You see, those are a lot of issues zenye wase wanapitia. So it's okay if you can delegate your duties. Kudelegate, naweza decide mimi sitaenda, but naweza tuma mtu wangu. Naweza decide sitaenda, naweza tuma secretary wangu. Naweza decide siwezi fanya hizi vitu zote, acha niambie mabeste wangu tusaidiane. So delegation of duty ni hiyo. Umeamua
hizi vitu zote zinani stress, zinanipea shida, zinanifanya nafikiria huku nyuma, si utakufa. So patia watu nafasi wakusaidie, patiana duties zingine, ama udevelop a working schedule, like ukuwe na timetable. Unajua mimi Monday nitafanya tu hii, Monday nitafanya this and this, na ikipita hapo hiyo that is good for the day. That is good for the day. But at least ni kitu inakusaidia kuachieve what you are working towards. Unafuata hiyo timetable, na umejiwekea time zako za kurest, kufanya exercise, unaweza hit the gym pale, unaweza enda swimming. Hiyo leisure time wazungu wametushinda sana kwa timetable zao because wame create hiyo leisure time. Sisi Africans unagonga job, bora pesa iingie, bora kuna do unagonga baka extra time. Na utaangalia sisi hata wenye wako majuu huko Kenyans wanapiga hizo overtime vibaya sana, but wazungu hawapigi hizo overtime. Wana take breaks, wana take hizo breaks, wanaenda wanatembea. That's why unaona Kenya tuko na nini za hiyo period, kuna high peak ya tourists. Ujuange ni wase wanakuanga job kwao, alafu wana decide kwenda for leisure. Wanakuja huko wanaenda kwa national park zetu na nini na nini. But sisi hata hatunanga hizo time, hatusikie Mkenya sana amedhokoma sana. So ameset December ataenda pale Israel aone hiyo mlima sijui ya Jericho. Wananga hiyo ni wastage of time bana. Sisi wazungu. And that's how pia sisi tumeanza kuenda kwa mental health yenye we are unable to cater for it. Yeah, another thing ni kwa hiyo control ni keeping time. Yeah, keeping time. You need to keep time. Like let's say you are going for a job interview na umechelewa. What are you expecting? Umeanza kujali, uko kwa gari unaenda, jam ndio hiyo imekushika. So time management is key kwa kurelease ama kureduce ama kumanage stress. Uko na stress, kila mtu tumesema ako nayo, but lazima ikuwe managed. So tumesema delegation of duty, tumesema time management ni kitu kingine itakusaidia usiende kwa depression. Tumesema kuna delegation of duties na seeking for help when uko vibaya. Alright, that is so nice. Na tumesonga vizuri. Na mzee yako hapa wana watch, una grasp kitu itakusaidia cause I tend to believe all of us are going through something. And kitu ya maana ni taking it easy. Just taking it easy na itasonga. Na kutojisumbua na things that you cannot control. I was listening to something and someone said that wacha kitu wezi control tu, achana nayo. You wezi control, achana nayo. Kama ni kazi ya leo haijaisha, kesho pia ni siku. Wow, and that is very nice. Na kuna watu nao wanakuanga they've gotten into it and they really want to get out of it, but GP umejaribu sana, umeenda therapy, but you realize even after you go for therapy, ukitokea therapy bado inakuhit. Autu kama utaweza wasaidia aje? There is a concatenation of issues. Ama kuna vitu mingi zenye ziko hapo. Msiameenda rehab na karudi exactly juu ya stress ama juu ya mental health yake ikaenda ikakuwa more bad ama more poor. Kuna issues kibao zenye ziko hapo. One, let's talk about environment. Sisi usema a man is a product of his or her environment. Like a man is a product. Ujuange a man ni wote wawili. A man is a product of his or her own environment. So environment yako ndio probably inakumake unakuwa vile unakuanga. So one, unaweza pata the environment is the problem. Mse alikuwa kwa stressors kama 5 vitu 5 zina stress. So wase wamemshika haraka ama juu wengi wenye wako kwa hizi vitu hawakubali kuenda, wameshikwa wamepelekwa. They appreciate later, but imagine mse ametoka huko rehab, but people never addressed the issue yenye ilikuwa imefanya mse apelekwe rehab. Au nyinyi mnafikiria hii side, kumbe yeye ni hii side. Nyinyi mnafikiria mental health yake, but utapata wase wako nao hapo ama environment yenye ana deal nayo hapo. Stresses zake ni vitu zenye hadi hakuambia, na maybe wakati alienda rehab never disclose these things, never address those things. So anatoka rehab anarudi kwa ile environment ile. Shida ni ile.
triggers ni zile zile za kumrudisha nyuma. Ndio tunaita zile vitu huwa akiziona zinamrudisha nyuma, ndio tunaita triggers. So triggers ni zile zile. So unapata hiyo environment lazima itachangia huo msee kurudi. So one of the things naweza recommend wakati unacheki msee anajaribu kustruggle na mental health problems, mchange hiyo environment kiasi, uone kama huo msee anaweza recover. Nice, thank you so much. Nataka tuende break kidogo tu, ndio tukirejea we come with our very last nitakuja na swali yangu ya mwisho kabisa, ndio tumalizie. Don't go too far, we are coming back. Urerorera Mukaru TV. Thank you so much and we are back. This is a very last session tutakuwa nayo hapa, and I hope kwa hii discussion yote kuna kitu umeshika, kuna kitu umeelewa, na remember nawaambia tunaenda pale kwa Mukaru Sign Shop. Hapo ndio tunafanya kazi ya printing. If you want your hood is printed, by the way tunaelekea Valentines, watu wa me, his, you, I, his, mine, his, yours, king, queen, hizo zote tuna print. Your t-shirt, kuna event utataka kuprint t-shirts zako, tunafanya hiyo kazi yote pale kwa Mukaru Signs. Namba zao ndio hizi ziko hapa chini, zinapitia hapa chini kwa screen. So make an effort, make a point of calling them, na kazi yako itakuwa fiti. I have this last question, na ninauliza, nimejipata kwa situation yote, niko depressed, niko what is that, what are those few things that they should be don't? Kunajua kuna zile do's, they are completely don't. Ati ukijaribu kusolve story ujaribu solve na hii njia, which are those don'ts zenye ufai hata kufikiria ukijaribu kujisaidia? Ziko mob. Ziko mob. Kwa mtazamaji pole, tunaguza kidogo juu ya time na pia show kuna ile time tumealloketiwa, but ziko mob. The do's and don'ts, vitu zenye zitakukimbiza kwa a mental illness instead of taking you to a mental health, to improve your mental health. So ya kwanza naweza sema ni too much use of defense mechanisms. Kwa mfano maybe wewe ni ule msee mwenye ni vizuri kukuwa na coping strategies. Unajua maisha ikupeleki vizuri na vitu si poa. So lazima ununue shati mpya na trouser mpya ukae vizuri mbele ya watu. So that is unaona unaifake. Unaifake, unakaa vizuri mbele ya watu. Unajua una gari na unajua kwenye ulikuwa umedanganyana na umesema vitu mingi. So unakomboa gari na unaenda nayo. So hizo ni coping mechanisms. Na hadi kuna venye unaweza unda hiyo number plate ikisomwa ijulikane ni gari ni yako na si yako. Si ndivyo vijana wanafanya hapa internet, wanasumbua watu sana. Sure. So too much, unaona hiyo is a coping mechanism. It's a defense mechanism. So unajizuia, unajidefend ili usikuwe embarrassed kwa society. So if you continue using too much of that defense mechanism, umezoea kudanganya, una fake life, una fake vitu, then high chances your mental well-being inataka kwenda kukua deteriorate, inataka kwenda kutoka kwa good inataka kwenda kwa illness. And another thing is let's say distorting reality. So let me give an example. Vitu haziniendei fiti. Sielewani na wazazi wangu. Sija put my life together. Sina job, sina nini. Ama niko na job na si earn venye nataka. So niko na stress. I don't know what to do about the whole situation. So my best way of solving that problem ni kutafuta kakitu kakipatikana hivi, nimepata do kiasi, napitia pale bar, napiga chupa 2, alafu napitia kwa pedi fulani. Pedi ni yaso wanauza hizi manini. Alafu huyo pedi ananiletea kenye natumianga. Unavuta bangi fulani, unaenda unapiga shash. Ukitoka hapo sasa unaenda na Memorial pale, jaba, alafu kanashika. Alafu hiyo time itakuwa imekupatia a fake idea of stress free life. Unaona? So leo umeenda umetumia hivyo, umeenda umekunywa, umeenda umetumia bangi na umekula jaba na nini. So utafeel uko free. Utafeel uko free hiyo particular moment, na venye mko na watu hivi unaona watu utasahau at that particular moment. But that
is only a defense mechanism. Ni kujidanganya, umejidanganya, so umeenda kwa drugs unatumia ili uonyeshe wase uko sawa ama wewe feel poa at that particular moment, but doesn't solve anything. So please, kama unajua umekuwa ukifanya hivyo, unapitia mashida mingi na unachekingi juwezi ji-express ama una mse wa kuambia, mahali penye uenda sana ni kutumia bangi, pombe na nini. That doesn't solve your problem. It will take you into bigger and deeper problems. Alright. Na tunaendelea kama tumemalizia, and probably what are the, hata ukisaidia wangu tumalizie na hiyo, hata ukisaidia wangu na watu wengine, what are the do's that you can do boost hata hiyo yenye unasaidiwa, hata utakuwa unajisaidia zaidi, because we say the biggest healing is that which comes from you accepting and first of all umejisaidia. So what are the do's that unaweza fanya na ukue, hata kama unasaidiwa, hata kama you're in the process of healing, itasaidia more ukifanya hizi vitu? So one thing yenye unaweza fanya as a young person ama mse mwenye ako pale na anapitia hizi challenges za mental health, one thing you can do is to understand, mko na internet, mko na nini, jaribu kuingia pale and understand what is good mental health and what is mental illness. Jaribu kuseek for this knowledge about mental health. That is one. Awareness ni kitu ya maana sana. Unataka ukijua kumbe nikienda hivi inakuanga ni depression, kumbe nikienda hivi inakuanga ninapotea njia. So the first thing is try to look for information about mental health. Ndio wewe mwenyewe hiyo ulinzi ianze na wewe. Like kama venye mimi nimefanya counseling, niko very much aware na after every 8 client work lazima niende kwa counselor mwenzangu ambaye ako na kiwango cha juu, alafu anani cancel. But why am I going? Juu ninajua nimesikiza a lot of clients, nimesikiza a lot of emotional sessions, touching stories, unaona. Pia mimi hadi nikakuwa emotional, nikabeba shida zingine za watu nikazifanya zangu, so lazima pia mimi niende counseling. But naenda because niko na hiyo awareness. So the first thing you can help yourself with is do much more, invest more kwa mental health. Taka kujua hizi vitu, taka kujua venye unaweza deal na stress, taka kujua vile unaweza tafuta help, taka kujua what you can do, hata pengine usiende utafute mse, wewe mwenyewe ujisaidie as a person. It's very important. Right, thank you so much, and thank you so much for coming. Na I hope tumeguzia vitu hapa kule, hata kama ni juu mtu ataweza pick something here and there na atasaidika. Give us your parting shot. Mimi naweza sema umeita parting shot. Parting ni kuachana sasa. Yeah. Asante. So naweza sema kwa mental health unaweza kuwa na good mental health but you're still experiencing mental illness. Unaweza pia kuwa una experience mental illness na bado unaweza kuwa na a bad mental health. So ziko zote zinapelekana. So mental illness is part and parcel of mental health. So it depends na venye una control, isiende out of hands. So I'm Moses Kajafi. Namba yangu ni 0700 383 033. Unaweza ni reach in case you have a teen ama a teenager mwenye ako kwa street, mwenye anahitaji counseling, ama you want me to come and talk about these things. Ukiwa umenipatia time vizuri, I will be there. Thank you. Thank you so much. Na ungetulia hiyo namba yako and the kind of services that you offer, and hiyo mwenye yako hapa naweza taka usaidizi. Kuna wale watu watakai kutokea sana kwa watu, anaweza kuita for a very private session, you take them through that. Okay, amesema nirudie namba yangu. So I'm Moses Kajafi once again. My number is 0700 383 033. Nime concentrate na counseling na I major in reintegration of street connected children. So wanaenda street, natafuta watoi, nikishawapata na warudisha nyumbani. So if uko na mtoto wenu mwenye alipotea, ama mko na watoto wenye wako kwa street na mnatafuta msee mwenye anaweza wachukua from streets na warudishe nyumbani, then the whole process is called reintegration. I'm here for you.
Alright. Again, my number 0700 383 033. Wow. Thank you. Thank you so much na asante sana kwa kuja, and actually I believe we'll have more sessions of that. Na any question unaweza kuwa nayo unaweza uliza hapo kwa comment section, probably we'll handle that in our next session. Thank you so very much for watching. Hapa ni kwa Mukaru TV na nimekuambia ukitaka any printing services tutembelee pale kwa Mukaru Sign Shop and all those services tutazipata hapo. Thank you so much for watching. God bless you so much.